tunamaliza. Tunawasalimu yote kupitia jina la Yesu. Na tuna ujumbe mzuri leo ambao ni ujumbe utumwa wa ufungulivu. Haleluya. Haleluya. Na mimi ya kwamba Yesu nilikuja hizi haikuaje sivyo utakaporudi. Sivyo utakusudia. Haleluya. Kabla hatujaenda katika vitu vyote cha kimwingine ikuacha tuwasimame ikabidi yote na hizo tunataka kuingia hapa tukasamehe situations yeye hapa huyo atatusaidia kusoma atatupa kusoma na tunamwita na kumkumbusha karibia hapa kwa bora sisi tunamstua tunamwambia yeye hapa mimi ndio na tunamwita mama msaidizi wa mzee Shamaria karibia hapa sisi mke mmoja na huyo ataenda kutuombea kwa kusaidia basi tunaomba tulishe bora na kama mzee bakili msaidia alafu tuombe na useme sana useme alafu tuingie katika neno la Bwana na tutakutana na mimi kwamba leo utabariki hizi hapo msaada hiyo ni kweli sio kweli. Tunakutazia mwami wa watu, tunamwomba icyubahiro mwami, tunacishije
tubasha natwagira ushaka abantu izina rya Yesu turafashe bibi ikiya cy'abadayimoni izina rya Yesu Kristo uyu mwanya turagifasha bibi izina rya Yesu Kristo tukagira ubasha n'ubushobozi tubaye kavuye mubera akayaga kamwe mubera katakura hano hantu ushobozi kamwe mubera utakura hano hantu izina rya Yesu Kristo uzokwegera turakoze turagushimiye turakuyemukiye mwami ko wisubizaga kwacu ibikwiye n'ibibereye nyakubahwa turabidukorera turabizi turabana bawe natwe mwami nawe ukaba umuvyeyi wacu reka mwami ibikwiye n'ibibereye ubikore twiseze gutyo twizeye izina rya Yesu Kristo amen. Watatezi kusomea mavesi wafungue Biblia kutoka 34 mstari wa 11 hadi 13. Biblia Alafu watakapomaliza hapo watasoma Torati sura 12 mstari wa 2. Kumbukumbu la Torati sura 12 mstari wa 2 na wa 3. Tunaweza kusoma. Tunasoma izina rya Yesu Kristo igitabo cy'Uvayo 24 kuva ku murongo wa 11 haravuga ngo uzohore witondera gushaka kugera uyu munsi baba nzokwirukana Abamori Abanyakanani Abareti Abaperezi Abahewi n'Abayebusi babave imbere muzokwirinde muzosezerane isezerano nawe muri ico gihugu mugiyemo ntibizobabe bibabera umutego hagati muri mwebwe ariko muzohererekeze ibicaniro byabo mumenagure amabuye bashinze mutemagure inkingi bashingiye Ashera. Haleluya. Tunaweza kusoma Kumbukumbu la Torati sura zake 12 mstari wa 2 na wa 3. Sura yake 22 wa kabiri bavuga ngo nimuzobure guhererekeza ahantu hose ahayo mahanga mugiye kwirukana yahora asengera ibigirwamana byabo ari ku misozi miremire ari ku mirambi ari munsi y'igiti cyose muzotahana muzohererekeze ibicaniro byabo mumenagure amabuye bashinze muturire inkingi bashingiye Ashera mutemagure n'ibishushanyo bibajwe n'ibigirwamana byabo mutimanganye amazina yabyo aho hantu byahora. Amen. Amen, amen. Tunaweza kufunga Biblia hapo ni muda mzuri wa kuingia katika neno la Bwana. Hata kuomba unaona dakika hizi karibu kunipa masikio na ninaamini ya kwamba Bwana leo atakusaidia kitu sawasawa. Haleluya. Kila wiki ambayo imepita hatukuwepo pamoja, tumeingia katika kanisa la Pentekoste na hapo ndio tumetumika asubuhi na tumetumika jioni na tumeona mkono wa Bwana na tunashukuru kwa maombi yenu mliyotuombea. Bwana awabariki. Tulipomaliza kazi walituambia tukaporudi hapa tuwaletee salamu. Shughuli kwa salamu hizo unazipokea.
Haleluya. Tunashukuru Mungu wetu katika programu ya leo ulitu. Imana ngo utore Jumamosi utangira Jumamosi. Uwa Mungu anakuwa kusudi na maisha yetu. Kuko Imana ifite intumbero ku bigo byacu. Tunaamini ya kwamba Mungu ambaye kuleta hapa siku ya leo Hivi hapo Imana yatumenga anakuwa kusudi na maisha yako. intumbero ku bigo byacu. Haleluya. Na wewe mgeni ambao umekuja hapa leo, Nao watumishi wazinga jua ya kwamba kama siku ile Mungu kuleta hapa siku ya leo, lazima ana kusudi na maisha yako. Haleluya. Haleluya. Amen. Leo tunaenda kuzungumza neno linasema kunja madhabahu ya shetani ili tupate kujenga madhabahu ya Mungu. Haleluya. Kunja madhabahu ya shetani ili tupate leo kuijenga madhabahu ya Mungu usiku. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndani ya kanisa huwa kunapatikana kwa aina mbili. Madhabahu na wengine wanachinja madhabahu. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Tunawatangazia walio mbali na karibu ambao wanayetufuata kwa mtandao. Leo katika kanisa la Megeuka Renge tuna ujumbe unasema hivi: kuvunja madhabahu ya shetani, jenga madhabahu ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Unapata viti unaweza biashara yako ya kwamba leo lazima utazivunja madhabahu shetani ili ujenge madhabahu ya Mungu. Walizomwambia haleluya. Haleluya. Nilikuwepo nasema hivi katika kanisa ambalo tuko ndani hili, wala katika hili mchimbo ambalo tuko ndani, tunakuwa watu wa aina mbili. Kuna watu ambao wamechinja madhabahu ya shetani na kuna watu ambao wamechinja madhabahu ya Mungu. Inamaanisha nini? Kuna watu wanaenda mbinguni, kuna watu wanaenda kwa shetani. Haidhuru kuingia kanisani, haidhuru kuja kwa wakati, haidhuru kufanya wema sana kanisani, haidhuru kuitwa mwimbaji, haidhuru kuitwa mhubiri, haidhuru kuitwa mwombezi. Yakupasa siku ya leo ujenge madhabahu ya Mungu, uivunje madhabahu ya shetani. Haleluya. Haleluya. Sikiliza nikwambie, watu ambao wana madhabahu ya shetani ni watu ambao hawaogopi dhambi, ni watu ambao wanatafuta dhambi kabisa, ndio watu wanatenda dhambi na wanafanya kazi ya Mungu. Ni watu ambao wanaingia kanisani lakini hawaachi roho mbaya vinginevyo. Hao ni watu ambao wamechinja imani yao katika madhabahu ya shetani. Haiwezekani kuingia kanisani kila siku uendelee kuichinja madhabahu ya shetani. Lazima siku ya leo wewe unaenda mbinguni, ndio uzitao kwa njia moja wala njia
nyingine. yashuka mu gihe cyane Tunaanza wakati wa kujenga madhabahu ya Mungu. igisigo cyo kuba igicaniro cy'Imana Tunajenga madhabahu ya Shetani. uba igicaniro cya Satani Lakini leo nimekutangazia ariko muzikanisha kwa wale wanaosikia kuyavuta madhabahu ya Shetani. kuri bari baza kuvuga bagasanga mu gicaniro cya Satani Tunayavuta siku ya leo. tunayagira bimwe na bimwe Tunayavuta siku ya leo. tunabimena ku munsi Shetani hataki kutoka. Satani yemera cyane Hakubali kukubali. yemera cyane Madhabahu ya Shetani. Lazima tuyavuta. turabiye kumena munsi Sikiliza tuwasikiliza nabii. Anayekuwa bingwa wala anaongoza madhabahu ya Shetani. umukuru arongora igicaniro cya Satani Shetani peke yake. Satani Na huyo Shetani yari Satani wakati kama hivi igihe hatumiki nchi ya kanisa, nyakorera hanze atatumika kanisani, atakora mu rusengero atatumira abakijijwe atafuta matumizi kanisani, abakozi b'Imana mu rusengero atafuta maimbaji kanisani, abakozi b'Imana mu rusengero atafuta mahubiri kanisani. abakozi mu rusengero Wapendeze kugira ngo bagerere wayachenge madhabahu ya Shetani. aho bazi kuba igicaniro cy'Imana Wanataka kuyachenge madhabahu ya Mungu. barekera kuba igicaniro cy'Imana Shetani naye kuwaofisha watu. birashoboka gukuza abantu Shetani naye kuwaofisha watu. Satani kuza abantu nezero Shetani naye kupotoza watu. Satani kuza abantu Leo tunakutangazia umusikanano w'imbere kwamba siku ya kuja madhabahu ya Shetani. ukwiye gusanga mu gicaniro cyawe Haleluya. 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 Sikiliza nikwambie. Huyu Shetani kila simamia madhabahu ya Shetani. Anaitwa Lucifer. Huyu anasimamia madhabahu ya wachawi. Huyu anasimamia madhabahu ya watumwa. Huyu anasimamia madhabahu ya vitu vyote vibaya. Leo nasibu tutaruhusu. Akubali asikubali. Nasibu madhabahu ya Shetani. Atawala watu kanisani. Lazima tuipute. Lakini sikiliza nikwambie. Anayekaribisha madhabahu hayo ni yeye ni wewe peke yako. Wewe una nguvu ya kusema. Una mamlaka ya kusema. Kama leo sitaki kutawaliwa na madhabahu ya Shetani. Kama leo ninataka kujenga madhabahu ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Nikaribishe wewe peke yako. Inamaanisha nini? Utakapoamua siku ya leo na ukiamua kuyajenga madhabahu ya Mungu, utayacheka. Haleluya. Na ukiamua kuyajenga madhabahu ya Shetani, utayacheka. Haleluya. Haleluya. Ado. Haleluya. 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 Amina na wale kufikiria. Ninahitaji kujenga madhabahu ya Mungu ndani ya maisha yangu. Na watu ambao watakaribia meza ni watu ambao wamejenga madhabahu ndani ya Yesu. Watu wanaopenda mbinguni ni watu wamejenga madhabahu ndani ya Yesu. Hapana madhabahu ndani ya Shetani. Hapana kuingia kanisani. Na unajitapa huko mtumishi. Na baadaye unachanganya wao. Unachanganya wao. Wanapokuona kanisani, wanajua umeokoka. Lakini hapo nje, usiku, Mungu anakuona. Vile tunavyovivaa, Mungu ndani kanisa, Mungu ndani wanadamu, Mungu ndani mume wako, Mungu ndani mke wako. Mungu anakuona. Watu wanajua kama madhabahu yako umeijenga kwa Mungu. Lakini wewe na roho yako, roho yako inakushuhudia. Ya madhabahu ambayo ilijengwa pamoja na kuingia kanisani.
huyu ni mzuri kwa watu wanaoendelea. Katu wala kwa neema. Haleluya. 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 Ndipo tulipo hasara kuipoteza muda unaingia kanisani. Itakuwa sawa. Anataka Kuingia kanisani kuja mzee. na unachika madhabahu ya shetani. Alipokuwa ikichana cha Shetani. Sio kama unaingia kanisani. Ikiwa ndio Chika madhabahu ya Mungu. Mungu anayechika madhabahu. kumdanganya kichana. Mungu anatawaliwa na Mungu. Tuongeza neema. Haleluya. Haleluya. Na madhabahu ni Kati cha ni taraja. ni kilalo. Haleluya. Madhabahu ni kilalo. Ikichana ndio kilalo. Madhabahu ni taraja. Ikichana ndio kilalo. Yaani taraja liko hapo. Ikilalo kilalo. Taraja ya kwenda kwa Mungu iko hapo. Ikilalo kilalo cha kumana. Taraja ya kwenda kwa shetani iko hapo. Ikilalo cha Shetani. Taraja ya kuijenga madhabahu ya shetani iko hapo. Ikilalo kuna kitete cha Shetani. Taraja ya kuijenga madhabahu ya Mungu iko hapo. Chakuja kugana. Wewe unapata kuchagua. Wewe uhitambo. Usishangae watu wako tayari wamechagua madhabahu ya shetani. Hadi mtanga ndio ndio kama Kama hivyo mtumishi kanisani kama kwa yeye. jenga madhabahu ya shetani. Amepita sana na msifeni. Yeye kusikia. Amepita sana. Yeye Amekula kwa damu. yeye ndio Akasali kama mimi siko muona. Yaani anasali kama mimi maisha yangu. Nimekubali madhabahu ya shetani. Haleluya. Haleluya. Tulisoma katika kitabu cha Kutoka. Sura 34 mstari wa 13. Haleluya. Biblia inasema hivi. Angalia neno hili linalokuamuru leo. Tazama mbele yako na mtoa Mwamoni na Mkanani. Haleluya. Sikiliza mkali. Mungu anakwambia muda una dakika hizi. Mbele yako kuna shida. Mbele yako kuna dhambi. Mbele yako kuna matatizo. Mbele yako kuna Mkanani. Mbele yako kuna vitisho. Mbele yako kuna majaribu. Lakini Mungu anakwambia muda unakuja. Ninamtoa Mkanani mbele yako. Ninamtoa majaribu mbele yako. Ninamtoa shida mbele yako. Ninamtoa magonjwa mbele yako. Sikiliza nikwambie. Mungu leo anakusudi na maisha yako. Anakwambia pamoja na kwenda mbinguni, pamoja na kujitoa kwenda mbinguni, mbele yako kuna Mkanani. Mbele yako kuna matatizo. Mbele yako kuna dhambi. Mbele yako kuna riziki. Mbele yako kuna majaribu. Lakini Mungu anakwambia, tazama ndugu yangu mpendwa, nimetoa majaribu, nimetoa Mkanani, nimetoa dhambi, nimetoa magonjwa, nimetoa. Haleluya. Haleluya. Ninakutangazia kwamba umecheza madhabahu ya Mungu. Tayarishi maisha ya ushindi. Huwezi kuishukisha roho ya ushindi. Wewe cheza tu madhabahu. Mungu anakuona. Vingine atavipigania. Atatoa majaribu. Ataangusha majaribu. Ataangusha shetani. Ataangusha dhambi. Mbele yako kuna wabaya. Wote atawaangusha. Mbele yako kuna shida. Mbele yako kuna Mkanani. Mbele yako kuna matatizo. Nitapiga tena. Wewe umecheza madhabahu. Haleluya. 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 Hata piga tena.
tuendelee kucheka madhabahu ya shetani. Katika maana hiyo alichana sana. Wasili daima tena kuwafungu kanisani Kwa kuwa mtu daima ndagoga taidia kanisani utafanya mabaya yote taidia kanisani na pesa zikuta zitatumia katika mtandazia ya kwa unapoendelea kucheka madhabahu yako ya shetani unakaribia meza wewe unalipwa kama Kristo. Wewe ujue kwamba unajipotea madogo katika ulimwengu wa kiroho. Ndio maana watu wakuta ni vifafa, wanaua vifafa vya kiroho. Ndio maana wakuta watu wabebee spirituali. Wanafanya miaka mitatu lakini hatuna mabadiliko. Miaka 20 ya mabadiliko. Lakini ukimchunguza vizuri, Mungu akimchunguza vizuri, ana dhambi ya asili ambayo hataki kuacha. Na hiyo dhambi ya asili ina dhambi ya shetani ambayo anachenga ndani ya maisha yako. Wakati unachilia madhabahu ya shetani ya mwili wako, yaani katika mwili wako, ni kitu gani kinachofanyika? Yaani unakuwa uwanja wa mapepo, uwanja wa shetani, ndio maana magonjwa yanakuja zisizoisha, ndio maana mashida zinakuja zisizoisha, ndio maana matatizo yanakuja ya familia zisizoisha. Maana umefungua mlango wa kujenga madhabahu ya shetani. Katika siku ya leo ufunge madhabahu ya shetani. Jenga madhabahu. Naweza kuchapia Bwana makofi. Haleluya. Haleluya. Mstari kutoka 34 mstari wa 12. Biblia inasema nini? Usifanye mkataba na mtu yule. Kuna watu ambao wa kanisa wamefanya mkataba na shetani. Amen. Amen. Alo. Watu ambao kanisa hawastahili kufanya mkataba na shetani. Kama umeingia kanisani na umekuwa mtumishi na unaendelea kufanya mkataba na shetani, wewe ufai katika kanisa na unapoteza muda wako Mungu. Unaupoteza muda wako Mungu. Heri wika chini kuliko wengine kanisani na kufanya mkataba na shetani. Haleluya. 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 Bwana anasema mambo haya. Haleluya. Haleluya. Uliza hivi. Kanisani watu ambao wanahitajika. Watu ambao wanachinja madhabahu. Na wanapochinja madhabahu kwa Mungu. Wengine yanayobaki. Mungu atakulinda. Mungu atakujalia. Mungu atakufaa. Lakini utakapochinja madhabahu ya shetani, kama kwa watu wa shetani, wakati unaingia, mbinguni unaingia, wachawi wanaingia, magonjwa yanaingia, vitu vyote vinaingia, inakuwa ni uwanja. Ikiwa unaumwa ukoo, na sababu moja tu
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza nikwambie. Mstari wa 13. Unaposoma utasikia kama Mungu wetu ni mwingi. Mungu wetu ni mwingi. Unapomtumikia Mungu lazima ujue unayemtumikia ni mwingi. Wivu wa Mungu ikuwe ima. Unashinda wivu wa siasa na wenzake. Wivu wa Mungu ikuwe ima. Unapita wivu wa mke na Mungu. Mungu wetu tunayemtumikia wivu ya kupisha. Tunapokuona wengine kanisani na unaitwa mtumishi na unaendelea kumcheza kwa sababu ya shetani, ni wivu mbili. Anaweza hata kukuzuru. Kama ni wivu wake, unapita watu wote wa duniani. Sio kama unaitwa Mkristo, kama unaitwa mtumishi, unaenda mbinguni. Lazima upite. Futa madhabahu ya shetani. Ili uijenge madhabahu yako. Mtapie Bwana. Haleluya. 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 Kuna watu ndani ya Biblia walimchezea Bwana madhabahu. Kuna watu ambao walimchezea Bwana madhabahu. Hebu tusome katika sura ya Kutoka 17:15. Kutoka 17:15 tusikie Biblia inasema nini. Kuna watu ambao katika Biblia walimchezea Bwana madhabahu. Kutoka 17:15. Kwa tumizi kwa tunaweka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza ndani ya Biblia kama watu wa Mungu walimchezea Bwana madhabahu. Biblia inatuambia ya kwamba Musa alimchezea Bwana madhabahu. Na madhabahu hiyo akaita Yehova ni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Naomba kupata mjini Bwana madhabahu hiyo. Mungu wakati wa kujenga uchangaji madhabahu. Leo unachenga madhabahu ya Mungu. Unachenga madhabahu ya shetani. Kesho yako unachenga madhabahu ya Mungu. Kesho yako unachenga madhabahu ya shetani. Ya kupata siku ya leo. Roho yako inakushuhudia. Roho yako inakushuhudia. Ya kwamba wewe uko katika safari mbinguni. Unachenga madhabahu ya Mungu. Unachenga madhabahu ya shetani. Ya kupata siku ya leo.
Funza kitakachovunjika. Chenye kitakachojengeka. Haleluya. 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 Kristo alikwambia ukiachilia mlango wa sababu shetani mabaya ataingia, pesa zitaisha, wizi ataingia, magonjwa yataingia, shida zitapatikana, kazi haiwezi kupatikana, uchumi hauwezi kupatikana, uchunguzi hauwezi kuendelea. Tendo la sababu shetani amefungua amefungua mlango wa pepo ndani ya maisha. Amefungua mlango wa chafu ndani ya maisha. Mlango wa magonjwa ndani ya maisha. Fungua sababu shetani amekuchinda kwa sababu ya Mungu. Haleluya. Wangapi nao watacheza sababu ya Mungu? Wangapi nao watacheza sababu ya Mungu? Naweza kumchapia Bwana makofi. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wengi wanacheza na sababu. Kwa sababu tuambie katika miongoni na wengine, nikwambie huyo anaitwa Gideon. Soma Waamuzi 6 mstari wa 24. Soma Waamuzi 6 mstari wa 24. Huyu naye Gideoni tajari na mchungu. Tajari kusoma ndani ya Biblia. Na huyu ni miongoni ya watu ndani ya Biblia ambaye walimchingia Bwana madhabahu. Walimchingia Bwana madhabahu. Na madhabahu hayo yanaitwa Jehova Shalom. Haleluya. Nuko Gideoni araheza avuga ati uhoraho igicaniro akita Yehova Shalom kiracyari ku musozi Ofura w'Ababiyezeri gushika n'ubu. Na mahali Biblia inatuambia ya kwamba amechinja madhabahu hata leo ugani hivyo Biblia yao inaniambia kwamba ya kupasa siku ya leo uvunje madhabahu ya shetani. Ukianza hii imani ya karibu yetu tusikie katika Mungu amen. Vunja madhabahu ya shetani na uichinje madhabahu yao. Acha kuachilia mambo ya shetani atawale maisha yako. Mwachie Mungu atawale maisha yako. Atawale watoto wako. Atawale mke wako. Atawale mume wako. Atawale nyumba yako. Sikiliza nikwambie. Kuna watu wanafikiri kwamba kwenda kwa mfumo ndio kupata solution. Kuna watu wanafikiria kwamba kuichinja madhabahu ya shetani sio kupata suluhisho ndani ya maisha yao. Lakini tutangazia ya kwamba tunaye Mungu anayetulinda, tunaye Mungu aliyetuumba, tunaye Mungu anayetushughulikia usiku wa mchana. Na huyo Mungu Biblia yangu inaniambia kwamba akikuwa kina chochote hata ulivyo kiwepo mbele Mungu atauangusha. Akija watu kiwezekana Mungu ataangusha. Haleluya. Bwana kuachilia mambo ya shetani kuingia ndani ya maisha. Hata kuchinja mashetani ndani ya maisha. Maana wakutana watu wana mikosi wale wana magonjwa ya kansa, watu wana magonjwa ya diabete. Ukichunguza
tunashuka pale. Mungu ndiye anabadilisha mchini. Mungu ndiye anabadilisha wakati. Mungu ndiye anabadilisha wagonjwa anakuweka uponyaji. Mungu ndiye anakuwezesha kufunga madhabahu ya shetani na kuijenga madhabahu ya Mungu. Mungu ndiye anaweka kila jambo. Hakuna jambo moja linaweza kushinda. Wakati tunakubaliana. Naweza kuchapia. Kuna watu wengi wanajenga Bwana madhabahu mengi ili ninakwambia wawili wewe ndio unamjengea Bwana madhabahu wote ya kwamba kama yapasa kumjengea Bwana madhabahu na kukomboa madhabahu. Amen. 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 Tuendelee. Kumbukumbu la Torati sura 12 mstari wa 2. Nasema hivi, vunjeni kabisa mahali pote walipokuwa wakimtumia miungu. Haleluya. Amen. Soma mstari wa 2 la Torati sura 12 mstari wa 2. Muzore kuerekeza ahantu hose ayo mahanga agiye kwirukana yabasengera ibikamana byabo, ari ku misozi miremire, ari ku mirambi, ari munsi y'igiti cyose cyozahanye. Haleluya. Amen. Haleluya. Biblia inasomea vunjeni mahali pote wanajenga madhabahu ya miungu.
kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu soma mstari wa 3. Tunaelekea kwa watatu. muzoherekeze ibitambo byabo mumenagure amabuye bashinze turire inkingi bashiriye ashera mutemagure n'ibishushanyo bibajwe n'ibigirwamana byabo muzimanganye amazina yabyo aho bantu byabo Nani mvunje madhabahu yao. Msitangazwe vitani. Mvunje vitu vyote ambavyo vimekuja mahali ambapo chenga ndani ya maisha yetu. Mtemagure ibigirwamana Tutavunja vile vinavyoangalia. Mmeanza kuingia ndani. Alipisha vunja teketeza madhabahu ya shetani. Mmeanza kanisa kanisa. Inamaanisha ya kwamba Isara Mungu anaenda miguu. unaweza Hawezi kukaa na kuchenga madhabahu ya shetani. Nasura bichara. Hawezi na kuchenga madhabahu ya shetani. Wawajani nyuma kanisa. Hawezi kuhubiri na kuchenga madhabahu ya shetani. Ya kupasa kama wewe ni mtumishi kanisani. Kama wewe ni mwimbaji kanisani. Kama wewe ni mkristo kanisani. Kama wewe ni mwombaji kanisani. Ya kupasa kufunzi. Ya kupasa kufunzi. Kama unataka amani ndani ya Bwana. Kama unataka amani ndani ya Bwana. Kama unataka amani ndani ya maisha yako. Kama unataka amani ndani ya nyumba yako. Kama unataka amani kwa watoto wako. Kama unataka amani ndani ya ofisi wako. Kama unataka amani ndani ya nyumba yako. Funja madhabahu ya Mungu. Funja madhabahu ya shetani. Funja madhabahu ya shetani. Funja madhabahu ya uchawi. Funja madhabahu ya shetani. Kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Hebu tumalizie katika kitabu wa Wakorintho wa pili. Waraka wa Paulo kwa Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Hebu tusikie Biblia inatuambia nini. avuga ngo Korinto wa kabiri igice cya 4:4 nibo batizera bamwe Imana y'iki gihe yarumye imitima ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ntubakire niwe shusho y'Imana. Haleluya. Hebu soma tena. nibo batizera bamwe Imana y'iki gihe yarumye imitima ngo umuco w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ntubakire niwe shusho y'Imana. Haleluya. Sikiliza nikwambie. Neno la muhimu ambalo tutachukua hapa linasema hivi. Mungu kwa kuandika na kuanza na herufi kubwa. Lakini tunaposema miungu wala Mungu na wewe kidogo, hapo tunakuwa tunamsema shetani. Na huyo shetani ndio anahukumu kusini. Na huyo shetani ndiye baba wa wachawi. Na huyo shetani ndiye baba ya madhabahu ya kishetani. Sikiliza nikwambie, ndani ya moyo wako kuna vitu viwili. Kuna roho mbili. Kuna kuchagua kuwili. Sikiliza nikwambie, ukiamua kuchagua leo kujenga madhabahu ya Mungu, Mungu atakuwezesha. Ukikubali kujenga madhabahu ya shetani, ukiamua peke yako utajijibu.
lakini ujue ya kwamba mlango uko wazi kufungua. yuko umuryango w'urutego kuvugwa. Na ukipiga examen ya conscience ndani ya maisha yako, Niba rero ukitafakari ndani ya maisha yako, yiyumvira mu buzima bwawe utaona ya kwamba shida unazozitembelea, urashobora kubona ko ibibazo urimo, matatizo unayotembelea, ingorane urimo, magonjwa unayoishi na ndani n'ibirwara urimo ni vimetokea kwa sababu umeacha mlango wazi. urashobora gusanga ari uzize umuryango w'uburuhe. Mapepo wanacheza sasa ndani yako tena, Abadayimoni bagakinira kuri kibuga cyo muri wewe. mapepo wanacheza, Impemu mbi zigatambira, magonjwa yanacheza, indwara zigakiniraho, maskini unaingia, korora utinabonye, kazi unacheza, ibikorwa ukora kama uchuruzi unacheza, ibyagezwa byawe bikagenda bijya kipawa kinacheza, ingabire zawe zikanga, karama inacheza, impano zikanga, vitu vyote vinacheza. ibintu byose bikanga. Sikiliza sasa nikwambie, tunamaliza. Naweza inamisha kitu chako. Wakati uko unainamisha kitu chako, Igihe uriko urasumbuka, hebu tafakari maisha yako, wiyumvire ubuzima bwawe, tafakari maisha yako. wiyumvire ubuzima bwawe. Hivi vitu ambavyo tunavyopitia siku ya leo, Ibi bintu kikora cyane. ni nini vimefungua mlango au vimekuja aje? Ni ubu uyu muryango Roho ikimwambia kwamba ni wewe kufungua mlango. umutima wawe ugiye ko ubu muryango. Wakati tutakapoita watu hapa, Genda kubagaranga. ukuje uvunje madhabahu ya shetani Sio kugira ngo bagabo bisanga bitana. na amani mbele ya nyumba yako, Hanyuma ho yinjire mu nzira. amani mbele ya Kristo wako. Aho yinjire